ya siku ya Bwana ya 5 baada ya Pasaka. Na tuanze katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tutasoma Zaburi ya 2 mstari wa 8 hata ule wa 12. Zaburi ya 2 mstari wa 8 hadi 12. Uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako, na miisho ya dunia kuwa milki yako. Na sasa enyi wafalme, fanyeni akili, enyi waamuzi wa dunia, mwajibiwe. Sura ya 12 sote. Nipute kwako Bwana Yesu katika shida hata furaha, unipokee kwa rehema, niangalie Bwana wangu. 331. Nipute kwako Bwana Yesu katika shida hata furaha, Usilitaje hilo jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hatamhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Ikumbuke siku ya Bwana, mtakase. Waheshimu baba yako na mama yako. Usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo, usitamani nyumba ya jirani yako.
Usitamani mke wa jirani yako, wala mtumishi wake, wala ng'ombe wake, wala chochote alicho nacho. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Kusema kwamba tuna dhambi kujidanganya mwenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tuziungama dhambi zetu, ni mwaminifu na wa haki, hata tuondolee dhambi zetu na kusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, tufungue mioyo yetu, tumungamie Mungu dhambi zetu. Mungu mwenye enzi yote, Baba wa rehema, mimi niliye maskini na dhaifu, na kuzaliwa katika hali ya dhambi, na magano mbele zako dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza na kwa kunena na kwa kutenda, nimekasirisha mara kwa mara, nimekasirika dhambi yako hapa duniani na hata milele. Lakini nachukia dhambi zangu na kutukupe na kusihi kwa rehema yako iliyo kuu, unihurumie na kuniokoa. Mimi niliye maskini na mwenye dhambi. Ee Bwana, unisamehe dhambi zangu zote, unipe kupokea Roho Mtakatifu wako, nishike mwenendo mpya. Amen. Bwana anasema, akitaye dhambi zake atafanikiwa, bali yeye asungamaye na kuziacha atapewa rehema. Bali umenitumikisha kwa dhambi zako, umenichosha kwa maovu yako. Mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako zote. Amen. Zaburi na Mithali ni ukurasa wa 389. Oh,
siku ya Bwana ya 5 inayofuata Pasaka, siku ya Ombeni Rogate. Siku inasema, ahimidiwe Mungu asiyekataa maombi yangu wala kuniondolea fadhili zake. Na tuombe. Mungu uliye asili ya mema yote, utujalie tuyaombayo, uziangaze nia zetu ili tuyawaze yaliyo mema na kutuelekeza mioyo yetu hata tuyatimize, kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Somo la pili. Tasikia somo la pili kutoka Luka Mtakatifu mlango wa 9 mstari wa 37 hadi 43. Luka 9 mstari wa 37 hadi 43. Tutasoma kwa msaada wa Bwana. Ikawa siku ya pili yake waliposhuka mlimani, mkutano mkubwa ulikutana naye. Na tazama, mtu mmoja katika mkutano alipaza sauti akisema, Mwalimu, nakuomba umwangalie mwanangu, kwa kuwa yeye ni mwanangu pekee. Na tazama, pepo humpangaa, naye mara hupiga kelele, tena humtia kifafa, huku anatokwa na povu, wala hamwachi ila kwa shida, akimchugua. Nikawasihi wanafunzi wako wamtoe, wasiwezi. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisicho na imani kilichopotoka, nitakaa nanyi na kuwachukulia hata lini? Mlete mwanao hapa. Alipokuwa katika kumwendea, pepo akamgonga chini, akamtia kifafa. Yesu akamkemea pepo mchafu, akamponya mtoto, akamrudishia babake. Wote wakashangaa wakiona ukuu wa Mungu. Nao walipokuwa wakiyastaajabia mambo yote aliyoyafanya, aliwaambia wanafunzi wake. Neno la Mungu wetu ni taa na mwanga, tumikie popote tunapopita katika njia zetu, na tuimbe haleluya. Imani yetu ya Kristo na mwamini Mungu Baba mwenye enzi yote, muumba mbingu na nchi, na mwamini Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Na mwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kristo lililo moja tu, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, ufufuo wa mwili na uzima wa milele. Amen. Naomba washirika tuketi. Nikaribishe kwaya ya kina mama. Kwaya ya kina mama